what happened? You know that you miss me, my love. Adams, Kunta Kinte. Do you see Elizabeth there? Why you want to see me? What for, huh? Elizabeth, we stay more than 10 years together, you and me. You say that you like makeup. Then I bought air ticket for you to go to London just to buy makeup. But what happened? I hear that now you are in New York. That neighbor who was with you on the plane is the one who took you to New York. I came a drunker. I started to drink whiskey. Johnny Walker. Now Johnny Walker walking now on my head, on my body. I love you, my baby. Please, come back, you love me. Leave me alone. Come back, you love me. This is just a waste of time. You know that I love you. I want to be free. You know that you love me. I'm crazy because of you. My brother, leave that girl. You know that she loves you just because of your money. Shut up. I love her. It's not your problem. I say Elizabeth, but where you go? But why you go? Come back, you love me every day. You know that I love you every day. You know that you love me every day. Elizabeth, my love, I want to stay with you. My love, only you and me. My love. Because of you, my love, my love. Abdul Adams, Kunta Kinte. Elizabeth there. Why you want to see me? What for, huh? Elizabeth, we stay more than 10 years together, you and me. You say that you like makeup. Then I bought air ticket for you to go to London just to buy makeup. But what happened? I hear that now you are in New York. That neighbor who was with you on the plane is the one who took you to New York. I came a drunker. I started to drink whiskey. Johnny Walker. Now Johnny Walker walking now
on my head, all my body. I love you, my baby. Please, come back, you love me. Leave me alone. Come back, you love me. This is just a waste of time. You know that I love you. I want to be free. You know that you love me. I come crazy because of you. My brother, leave that girl. You know that she love you just because of your money. Shut up. I love her. It's not your problem. I say Elizabeth, but where you go? I say sweet Elizabeth, but where you go? Ujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba asubuhi yako ni njema na umeamka vyema, umeamka salama leo ikiwa siku ya Jumatano. Nikitumai kila kitu kiko shwari na kila swala liko kadri lilivyopangwa. Jina langu ni Profesa Kaindigo, karibu sana katika EN asubuhi, ama ukipenda Good Morning EN, ili tuweze kuchambua magazeti, tujue mambo yako namna gani. Kwa hivyo popote pale ulipo unaponitazama, karibu tena zaidi nikufahamishe nini haswa kimeweza kupigwa darubini katika magazeti yetu hii leo. Na katika meza yangu leo nina gazeti la Daily Nation. Daily Nation ambayo nitachambua polepole tujue nini haswa kimeweza kuangaziwa pale katika gazeti lile. Naona kuna mambo kadha wa kadha yamezungumziwa pale, zikiwemo siasa, mambo ya elimu kidogo na masuala kadha wa kadha ambayo nitakueleza kuko namna gani. Tukiangalia katika gazeti la Daily Nation, kuna mambo kadha wa kadha yaliyopewa kipaumbele katika ukurasa wa kwanza. Tukiangazia pale swala ambalo limepigwa na kupewa uzito zaidi ya mengine yote ni mambo yanayohusiana na siasa. Unakumbuka kuna siasa zinaendelea hapa na pale, ile inaitwa mini polls kwa Kiingereza, na hilo ndilo swala ambalo limeweza kuangaziwa kwa kina kabisa katika gazeti la leo. Tukiangalia ukurasa wa kwanza pale, mambo yaliyowekwa ama yaliyogonga vichwa vya habari, tunaona IEBC faces big test in mini polls, ama IEBC imeweza kuangaziwa sana pale ambapo IEBC inaangaliwa zaidi, kwa sababu ni kama mtihani. IEBC imepewa pale kwa sababu wengi ama macho ya Wakenya yako pale kuangalia jinsi ambavyo IEBC itakavyoweza kufanya zile chaguzi ndogo ambazo zinatarajiwa kufanyika hivi karibuni. Na nikiangalia pale katika picha iliyopigwa pale na kupewa wino mzito, ni picha ya yule mwenyekiti wa IEBC. Katika ukurasa ule wa kwanza pia naona masuala ya elimu yameangaziwa pale ambapo ripoti iliyokusanywa inasema kwamba wanafunzi 6 kwa wanafunzi 10 katika taifa mbalimbali hapa Afrika wana ugumu katika kuangazia masuala ya kusoma na kufanya hesabu. Hiyo ni kulingana na ile ripoti imefanywa pale, kulingana na utafiti uliofanywa na kikundi fulani pale. Swala hili la elimu limeangaziwa katika ukurasa wa pili, ambapo nitaweza kuchanganua tujue mambo yako namna gani. Katika ukurasa wa 10 katika gazeti la Daily Nation, kuna swala ambalo limeangaziwa pale kuhusiana na familia ya Raila Amolo Odinga, pale ambapo kulingana na ile mistari imeandikwa pale, Raila's sister dies in city, plunging the family into mourning again. Ni swala ambalo limeangaziwa katika ukurasa wa 10 katika gazeti la Daily Nation. Tukiangazia pale juu kidogo, naona yule rais wa CBK, Central Bank of Kenya, Duge,
Anasema Kenya iko katika ugumu wa kulipa madeni, pale ambapo kunasemekana taifa la Kenya lina madeni na kuna tatizo pale katika kulipa yale madeni. Ni swala ambalo limeangaziwa katika ukurasa wa 10 na katika ukurasa wa 7 katika gazeti hili la Daily Nation. Naona kuna yule gavana wa kaunti ya Nyamira, gavana anajulikana kama Nyaribo, ameweza kutimuliwa uongozini na wabunge wa kaunti katika kaunti ya Nyamira. Ukurasa wa 7 ndo hilo swala limeangaziwa zaidi. Moja kwa moja tuingie pale ndani tujue ni nini haswa kimeweza kuangaziwa zaidi pale. Katika ukurasa wa 2 nimekwambia ama nimekueleza swala la elimu limeangaziwa pale katika ukurasa wa 2 katika gazeti la Daily Nation. Na pale naona picha ambayo imechorwa pale ni wanafunzi wakiwa darasani, na naona wana kalamu zao pale wanajaribu kusoma na kuandika. Lakini kuhusiana na swala hili kunasemekana kuna ile ripoti ambayo imefanywa pale na kikosi kikundi kinachojulikana kama People's Action for Learning, PAL, ambapo wanasema kati ya wanafunzi 10, wanafunzi 6 katika yale madarasa mandogo pale ama madarasa ya chini wana ugumu sana katika kusoma na kufanya hesabu. Na kulingana na ile ripoti wanasema wamefanya uchanganuzi pale ama wamefanya utafiti kwa wanafunzi takriban 88,870 pale ambapo kumepatikana wanafunzi kati ya miaka 5 na miaka 16 wana uzito sana wa kusoma na kufanya hesabu. Hivyo sijui mwanafunzi wako pale kuna nini. Katika ukurasa wa 2 pia naona kuna hadithi ama story ambayo imeandikwa pale kuhusiana na usajili wa makurutu wa jeshi. Na kuna ile hadithi pale imeandikwa, kunasemekana kuna jamaa alienda kwa kuchukuliwa pale ama kwa recruitment ya jeshi mnamo mwaka wa 2024 July pale. Huyu jamaa anaitwa Mr. PKJ ambalo si jina lake kamili, na inasemekana huyu jamaa anasema alichukuliwa pale akiwa miongoni mwa wale waliosajiliwa, na baadaye akaenda akafanyiwa test pale ama akapimwa virusi vya ukimwi, akapatikana ana ukimwi pale. Huyu jamaa inasemekana ama kulingana na hadithi iliyo hapa inaonekana alienda kotini akashtaki KDF kwa sababu ya kumfanyia testi ya virusi vya ukimwi bila yeye kukubali. Ni swala ambapo linasemekana koti iliamrisha KDF kulipa yule jamaa milioni ama shilingi milioni 1 kama damages pale. Ni hadithi ambayo imeangaliwa pale na imeangaziwa pale, KDF wakisema yule kijana alikuwa amefanya ama alikuwa amejaza ile fomu ya kukubali kufanyiwa zile tests ama vipimo vya magonjwa yote kabla ya kuingia pale. Ni hadithi ambayo imeleta moto kidogo pale ambapo kunasemekana inabidi wale makurutu kupewa fomu wanajaza kabla ya kufanyiwa yale majaribio ama tests za magonjwa, swala ambalo tunajua ni lazima katika usajili wa makurutu wa polisi na makurutu wa kijeshi. Katika gazeti hili pia ukurasa wa 3 pale naona ni swala linalohusu masomo pale ambapo inasemekana Junior School Teachers Lobby now threatens to quit KUPPET. Unakumbuka wale walimu wa JSS wako pale chini ya KUPPET, na wanasema KUPPET sasa ni kama imewasahau pale ambapo haiangalii masuala ya walimu wa JSS. Wanasema kulingana na union huenda ikapoteza wanachama 46,000 wale ni walimu wa JSS ambao waliajiriwa na serikali. Na kulingana na walimu hawa wanasema wakiwa pale chini ya KUPPET
wamekuwa wakitoa pesa zao, ama kuna pesa ambazo ukatwa katika mishahara yao na kupewa ile union ama ule muungano wa KUPPET, pale ambapo wanasema kila mwanafunzi mwalimu wa JSS anakatwa takriban shilingi 890 kwa kila mwezi. Pale ambapo ukifanya hesabu pale utaona ni milioni 41 ambazo ubebwa kutoka kwa mishahara ya walimu wa JSS ambao waliajiriwa na serikali na kuingizwa katika akaunti za ule muungano wa KUPPET. Hivi sasa wanasema wameanzisha ule mchakato wa kuhakikisha kwamba wamejiondoa katika KUPPET ambayo wanasema haiwatetei ama haitetei maslahi yao, na wanasema hawana chochote cha kuwazuia aswa kujiondoa katika ule muungano wa KUPPET. Sijui itakuwaje kama KUPPET wamesahau kuwatetea walimu wa JSS. Sasa wanasema itabidi wajiondoe pale, wajue pia wao mambo yao yatakuwa namna gani. Na nikiangalia katika ukurasa huo wa 3, pia masomo ya university ama vyuo vikuu yameangaziwa pale. Pale ambapo inasemekana vyuo vikuu vinang'ang'ana sana, ama wahadhiri na wanafunzi pale wanang'ang'ana sana ili kuweza kukomboa wakati, kwa sababu ya ule mgomo ambao ulikuwa pale wa wahadhiri wa vyuo vikuu. Wanasema sasa wamepoteza muda mwingi na inabidi sasa waangazie masuala haya ili kuweza kufanya yale ambayo walifaa kufanya katika muhula huu ambao unakamilika. Katika ukurasa wa 4, mpenzi mtazamaji, yale masuala naona yameangaziwa katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Pale ni masuala yenye siasa pale ambapo inasemekana IEBC faces a credibility test in mini polls. IEBC kwa sasa wanaangaziwa ama wanamulikwa kwa darubini kuonekana jinsi ambavyo wataendeleza ama wataendesha chaguzi ndogo ambazo zinafanyika wiki hii. Ni pale IEBC faces credibility test in mini polls. Na ukiangalia pale picha ambayo imechorwa pale, naona kuna wale maafisa wa IEBC, kuna wale wanaitwa Election Observers 2025, na pia pale katika ile picha naona wana habari na vyombo vyao kujaribu kupiga darubini jinsi ambavyo hizi mini polls ama chaguzi ndogo zitakavyo fanyika pale. Na nikiangalia vizuri katika story hii naona yule chairperson ama yule IEBC mwenyekiti wa IEBC Erastus Edung Ethekon, naibu wake Fahima Arafat Abdalla, na makomishna pale ambao ni Anjeri Nderito, Moses Alutalala Mukwana, Mary Karen, kuna Hassan Nur Hassan, kuna Francis Odhiambo Odwor. Wote wanasema mambo yako imara na wataweza kuangalia masuala ya chaguzi ndogo ambazo zinatarajiwa kufanyika wiki hii. Na wakizungumza na wanahabari kona tofauti za nchi, wamesema wamefanya kila jambo ama wamefanya wawezalo ili kuhakikisha chaguzi zile zimefanyika kwa njia iliyo sawa kabisa. Inakumbukwa kuna chaguzi kuna uchaguzi pale Mbeere North katika kaunti ya Embu, kule Baringo, kule pande za Nyamira, kule pande za Mavueni na pande tofauti, lakini wamehakikishia Wakenya kwamba mambo yote yako sawa. Katika ukurasa wa 6, IEBC official says all set for by elections, ama wanasema kila kitu kiko sawa kabisa. Na ukitazama vizuri pale katika ukurasa wa 6 ni mambo ya uchaguzi, na inasemekana chaguzi 24 zitafanyika, vikiwemo viti vya ubunge 6, kuna kiti kimoja cha seneti na viti 17 vya wadi kote katika taifa vitafanyika pale.
Kuna msimamizi ama IEBC Chief Executive Officer Marijan Hussein amesema kila kitu kiko sawa. Akizungumza na wanahabari katika shule ya upili ya Siakago Girls Mbeere North, amesema kila kitu kiko mahali pake na watahakikisha kila kitu kimefanyika ipasavyo. Katika ukurasa wa 7, mpenzi mtazamaji, naona story iliyo pewa kipaumbele pale ni story inayohusiana na gavana wa kaunti ya Nyamira, jamaa anajulikana kama Amos Nyaribo. Amos Nyaribo jana aliweza kuondolewa katika uongozi na wabunge wa kaunti ya Nyamira. Nyamira Governor Amos Nyaribo Fete now lies with the Senate after members of County Assembly impeached him yesterday, the third time in 3 years. Nyaribo sijui bahati yake iko wapi mara ya 3 hiyo, lakini kwa sasa wabunge wa kaunti hiyo wameweza kutia sahihi kwamba Nyaribo aende nyumbani. Na ukiangalia pale mpenzi mtazamaji, 23 MCAs have voted to remove Governor Nyaribo from office by the way of impeachment. Hivyo sasa kwa wale wabunge 23 wameweza kuidhinisha Governor Nyaribo kwenda nyumbani. Na sijui itakuwaje kwa sababu sasa Nyaribo, iwapo seneti itapitisha Nyaribo aende nyumbani, hakuna kitakachozuia Nyaribo kwenda nyumbani. Sijui itakuwaje kwa sababu Nyaribo huu ni wakati ama mara ya 3 wale wabunge kujaribu kumfukuza pale ama kumuondoa uongozini, na sijui nini ama kumeendaje kwa sababu Nyaribo amekuwa pale katika kiti moto kabisa. Wanasema lazima Nyaribo aende nyumbani. Katika ukurasa huo wa 7 mpenzi mtazamaji, nitapumua kidogo alafu baadaye nikirudi pale tutaingia katika ukurasa wa 8 pale ambapo tutaweza kuchambua tujue ni nini haswa kimeangaziwa haswa. Ukikumbuka katika familia ya Raila Odinga, dadake pale ameweza kuaga dunia, swala ambalo tutaweza kuliangazia katika ukurasa wa 10. Nipumue kidogo alafu narejea, usiende mbali. Come back, you love me every day. You know that I love you every day. You know that you love me every day. Elizabeth, my love, I want to stay with you. My love, only you and me. My love, my God. I'm going to kill myself because of you. My love, my love. Some people they want to ask me for you, my love. I'm crazy about that love. I believe you on the phone. Many years I like to see you. What for? Huh? Elizabeth, we stay more than 10 years together, you and me. You say that you like makeup. Then I bought a ticket for you to go to London just to buy makeup. But what happened? I hear that now you are in New York. That neighbor who was with you on the plane is the one who took you to New York. I came a drunker. I started to drink whiskey. Johnny Walker. Now Johnny Walker walking now on my head, on my body. I love you, my baby. Please, come back, you love me. Leave me alone. Come back, you love me. This is just a waste of time. You know that I love you. I want to be free. You know that you love me. I come crazy because of you.
girl, you know that she love you just because of your money. Shut up. I love her. It's not your problem. I say Elizabeth, but where you go? I say sweet Elizabeth, but where you go? Come back, you love me every day. You know that I love you every day. You know that you love me every day. Elizabeth, my love, I want to stay with you. My love, only you and me. My love, my God, Elizabeth, we stay more than 10 years together, you and me. You say that you like makeup. Then I bought air ticket for you to go to London just to buy makeup. But what happened? I hear that now you are in New York. That neighbor who was with you on the plane is the one who took you to New York. I came a drunker. I started to drink whiskey. Johnny Walker. Now Johnny Walker walking now on my head. Yes, mpenzi mtazamaji, karibu tena tuweze kuangalia ama kuchambua gazeti lile tujue zaidi ni nini haswa kimeweza kuangaziwa pale, tukiendeleza katika ukurasa wa 10. Ukurasa wa 10 pale naona familia ya Raila Amolo Odinga ndio imeweza kupigwa darubini pale, ama ndio wameweza kuangaziwa pale. Picha iliyo pale ni wale wanafamilia ya Raila Amolo Odinga wakiwa katika hifadhi ya Lee Funeral Home jana, after kupokea ile ripoti ya kuhusiana na kifo cha dadake Raila Amolo Odinga anayejulikana kama Beryl Achieng. Kulingana na ile story imepigwa pale na kupigwa kwa wino mzito kabisa. Odinga family in mourning again as Raila's sister dies. Sijui imekuaje na sijui itakuaje. Bahati gani hiyo? Ile kwa Kiingereza tunasema ni double tragedy. Sijui itakuaje. Kunasemekana Raila sibling who had mostly kept a low profile died yesterday while receiving treatment at Nairobi Hospital. Ni kulingana na familia ama kwa mujibu wa familia ya Raila Amolo Odinga, Beryl Achieng Odinga anasemekana kuaga dunia alipokuwa anatibiwa pale ama anapokea matibabu katika hospitali ya Nairobi. Sijui itakuwaje kwa sababu huyu mrembo ama Beryl Achieng inasemekana ni mtu akupenda yale maisha ya kujulikana ama kuzungumza, kwa sababu inakumbukwa kwamba hata alipoaga dunia Raila Amolo Odinga si wengi walimfahamu huyu dadake. Akupenda maisha ya kiwango cha juu sana, manake inasemekana pia Raila sibling who had mostly kept a low profile died yesterday while receiving treatment at Nairobi Hospital. Inasemekana aliaga dunia pale na sijui itakuwaje. Na ukiangalia pale katika ile hadithi viongozi tofauti wamemtaja Beryl kama mwanadada aliyejitolea sana na alikuwa mtu mzuri zaidi. It was with the heavy heart but accepting the will of God that we announce the sudden death of passing of Beryl Achieng, daughter to the late Raila Odinga, sister to Raila Odinga and daughter to late Honorable Jaramogi Oginga Odinga. Ukiangalia pale viongozi tofauti akiwemo rais wa taifa la Kenya William Ruto amemtaja Beryl kama mtu mzuri sana. Anasema sasa hajui atafanyaje, lakini anaipea pole ile familia. Kalonzo Musyoka pia anasema huyu mrembo amekuwa mtu mzuri. Gavana Anyang' Nyong'o ambaye ni gavana wa kaunti ya Kisumu pale pia ametuma rambi zake. Ni swala ambalo limeangaziwa sana pale
wakiwemo viongozi kutoka nchi za nje, akiwemo rais wa Zimbabwe amemtaja Beryl kama kiongozi aliyependa umoja, ushirikiano na pia maendeleo ya kitaifa. Katika ukurasa huo wa 10, mpenzi mtazamaji, nilitaja swala linalohusu deni ya taifa la Kenya, na nikakwambia katika ukurasa huu swala ambalo limeangaziwa haswa katika ukurasa wa kwanza pia, Thuge warns of debt distress amid ambitious borrowing, reduce appetite for loans, urges CBK boost. Sijui itakuwaje. Thuge anasema kuna ugumu wa taifa la Kenya kulipa deni, manake anaona ni kama huenda serikali ikaendelea kuomba pale, na anasema lile deni la kitaifa limefikia trilioni 11.8, 11.8 trillion, na anasema kuna ugumu iwapo taifa litaendelea kuomba pale. Dr. Thuge made revelations before the Public Debts and Privatization Committee of National Assembly, pointing out that the debt stock is growing faster than the gross domestic product. Anasema deni la Kenya linapanda zaidi ya vile ambavyo Kenya inavyoweza kulipa madeni. Alizungumza haya alipokuwa mbele ya kamati ya bunge inayohusiana na masuala ya kifedha pale. Ukiangalia pale mwaka wa 2023 utaona deni la Kenya lilikuwa chini kabisa, na according to Thuge, the 11.8 trillion public debt recorded in the financial year 2024-2025 is increasing by 11.7%. Anasema kiwango cha deni la Kenya kinapanda kwa kiwango cha 11.7. Hivyo ni kumaanisha iwapo serikali itaendelea kuomba pale, Thuge anasema hapo kuna tatizo na kuna shida, huenda taifa la Kenya likashindwa kulipa madeni. Sijui itakuwaje. Nakumbuka hii story wakati wa Uhuru Kenyatta, watu walikuwa wanazungumza pale ambapo deni lile lilikuwa karibu trilioni 8, na hivi sasa inasemekana tumefika trilioni 10.87 pale, na sijui itakuwaje. Kulingana na ripoti iliyochapishwa hapa, inaonekana mpenzi mtazamaji, mwaka wa 2021 financial year tulikuwa pale kwa 8.8 trillion. 2021-2022 tukapanda pale mpaka 10.6 ama 10.6. 2022-2023 tukabakia pale kwa 10% ama trilioni 10.6, na kwa sasa tumefika trilioni 11.81. Hiyo ni kulingana na CBK, na sijui itakuwaje. Thuge anasema iwapo serikali itaendelea kuomba madeni, huenda tukashindwa kujilipia madeni pale. Sijui itakuwaje. Tunahitaji fedha, hatuna fedha, tutafanyaje? Tutaomba, na iwapo tutaomba, sijui itakuwaje. Moja kwa moja katika ukurasa wa 17, mpenzi mtazamaji, swala ambalo limepigwa darubini pale ni picha ya cartoon pale. Nikiangalia kidogo naona pale kuna yule speaker wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amepigwa picha pale katika ukurasa wa cartoon. Upande mwingine pale naona kuna Musalia Mudavadi. Upande wa pili kuna sanduku la kura pale limechorwa na liko wazi. Iwapo lina kufuli linaonekana alijafungwa. Kwa upande ule wa mbali namuona Musalia Mudavadi amelishikilia kwa upande wa kwanza. Upande wa pili Wetangula amesimama upande wa pili pale. Na ili sanduku limeandikwa by elections. Nikiliangalia vizuri naona lina mashimo, na ni kama kuna maji yamewekwa pale ndani ya sanduku, na maji yanatiririka kupitia yale mashimo. Kule mbali kabisa naona Rais William Ruto amechorwa
amesimama katikati ya uwanja na kuna posta pale inamwelekeza pande ya Malava ama upande wa Malava, imeandikwa Malava. Ameinua mkono juu, amewatazama Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kule nyuma. Anasema, I need the 30% you owe me. Ndivyo anasema hivyo. Huyo ni rais, amepigwa pale katika picha ya cartoon. Sijui kunani, lakini nikiangalia pale ni by elections ama chaguzi ndogo pande za Malava. Hivyo rais anatarajia Musalia Mudavadi na yule spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kumpa takriban kura asilimia 30 kwa zile kura ambazo zitaweza kupigwa pale kwa uchaguzi mdogo. Itakuwaje? Na inaonekana ile ndio pressure ama msukumo ambao wale viongozi wako katika mrengo wa UDA wamepewa na rais katika chaguzi ndogo, na labda ndio maana Kithure Kindiki hawalali. Hiyo ni picha ya cartoon iliyo katika ukurasa wa 17 katika gazeti la Daily Nation pale. Na nikiangalia pale, mpenzi mtazamaji, katika ukurasa wa 20 pale naona masuala yanayohusiana na vyakula hapa nchini Kenya. It's a scramble for maize shortage anticipated. Kulingana na ule mvua umepatikana hapa nchini ama uhaba wa mvua, inasemekana kutakuwa na tatizo kubwa sana la mahindi ama tutakuwa na uhaba wa mahindi hapa nchini, pale ambapo inasemekana wale wenye ama kampuni ya kutengeneza ama kusiaga unga wanang'ang'ana hivi sasa kuhakikisha wako na mahindi ya kutosha, kwa sababu inaonekana kwamba hapa nchini kutakuwa na uhaba wa chakula cha kutosha kwa sababu ya mvua ndogo ambayo imeweza kupatikana ama kuonekana. Ni pale ambapo katika ukurasa huu traders are flocking to markets in North Rift to buy maize amid anticipated shortage. Ni pale inasemekana kwamba taifa la Kenya kwa sasa huenda tukashuhudia ukame kwa sababu hakuna mvua ya kutosha, na hivyo sasa Wakenya wanaombwa kuweza kuhifadhi kile kidogo ambacho wataweza kukivuna katika mashamba yao ili kuhakikisha hamna njaa katika familia zao. Na katika ukurasa wa 22 ni mambo yanayohusiana na ile vita ama vurugu inayoendelea kati ya Russia na taifa la Ukraine. Inaonekana Russia hold talks as missile pound Ukraine. Ni pale ambapo taifa la Marekani linaonekana kuingilia aswa katika vile vita ambavyo vinaendelea kati ya taifa la Russia na Ukraine. Niwekee kikomo hapo katika uchambuzi wa magazeti katika Good Morning EN, ili na wewe utoke uende pale ununue gazeti lako uweze kuchambua zaidi, kujua masuala tofauti. Tupatane siku nyingine. Nikutakie siku njema na mchana wenye mafanikio. Jina langu ni Professor Kaindigo. Oh my body, I love you my baby. Please, come back, you love me. Leave me alone. Come back, you love me. This is just a waste of time. You know that I love you. I want to be free. You know that you love me. I come crazy because of you. My brother, leave that girl. You know that she love you just because of your money. Shut up. I love her. It's not your problem.